Karibu watazamaji wenzangu na wazidi kunipa ushirikiano mwema katika chaneli yangu ya YouTube, jina la Dominic Bugerura. Subscribe, comment, like and share this content. Leo nina machache ya kuweza kuongea nanyi kwa nadharia, lakini itafika wakati nitaweka kwa ajili ya vitendo. Nitaongelea dawa moja ya malaria, lakini ni ya sindano ambayo inaitwa Atusnet. Atusnet ni dawa ya sindano inayochomwa IV, lakini huwa ina procedure zake za kufanya. Lakini kwa sasa hivi kuna hii inaitwa Gsunet ambayo ina 60 mg, alafu kuna Gtusenet au Gsunet ambayo ina 120 mg. Each vial contains Atusnet. This pack contains 1 ml ample of sodium bicarbonate injection BP, and 5 ml ample of sodium chloride injection BP. Kwa hiyo hii katika upande wa Gsunet au Atusnet ambayo ina 60 mg, utakutana na hizo ample mbili ambazo zina utofauti. Ample moja ina 1 ml, alafu na ample nyingine ya pili ina 5 ml. Yenye 1 ml inaitwa sodium bicarbonate, alafu ile ya 5 ml inaitwa sodium chloride. Ni majina ya chemistry kwa wale ambao mnaelewa, mnaonifuatilia mtajua. Tukija kwenye upande wa pili wa Gsunet ya 120 mg, ample each vial contains Atusnet. This pack containing 2 ml ample of sodium bicarbonate injection and 10 ml ample of sodium chloride injection. Lakini leo nitabase na ile 60 mg. Lakini hii huwa tunaoda kulingana na condition au severity ya patient. Tunaoda kulingana na severity, malaria iko kiasi gani. Kuna kwa watoto na tunaita children, adult and adult. Kwa hiyo ita depend na severity. Pharmacodynamic properties. Atusnet is an imisocinate derivative of dihydrotisamine, which it is itself formed by reduction of artemisinin. This mechanism of action of the artemisins involve cleavage with the heme radicals, which allocate vital parasites protein. However, artemisinin have also been reported to inhibit essential parasites, calcium adenosine triphosphatase. Pharmacokinetic properties ni intravenous, intramuscular and ni sehemu hizo mbili. Inaweza ikapigwa kwa intramuscular au inaweza ikapigwa kwa intravenous, it depends the site. After intravenous injection, Atusnet is very rapidly transformed to its active metabolite dihydrotisamine DAH. Consequently, Atusnet half-life, it is estimated to be less than 5 minutes following a single IV dose of 2.4 mg per kg. Maximum Atusnet plasma concentrations 6 max were estimated to be 77 dose 77 in a study to Gabonese children with severe malaria. And
44 and 44 and 44 and 44, 40 and 42 and 36 in 2 studies in Vietnamese adult with uncomplicated malaria. Hiyo ni for the case of intravenous. Tukija kwenye upande wa intramuscular, yani tunaita IM, artesunate is rapidly absorbed following intramuscular injection and the peak plasma following intramuscular injection and the peak plasma levels are generally achieved with 30 minutes of administration. This after IM injection of 2.4 mg per kg of artesunate. Absorptions was rapid in Gabonese children and Vietnamese adult with Tmax values of 80 and 12 minutes respectively. The corresponding artesunate half-life value were estimated to be 48 minutes in children and 41 minutes in adult, and concentration max value were 1.7 and 3.3 or 2.3 for children and adult respectively. Hii dawa huwa ni kwa ajili ya malaria na kuna viwango ambavyo huwa vinatumika kwa ajili ya kutoa. Sasa kama kiboksi kimoja kime contain 60 mg ya zile ample hizo mbili, kwa hiyo utachanganya pale. Kuna formula ya kuweza kutumia kama endapo mgonjwa ataodewa tu hiyo 60 mg, kwamba hiyo boksi kimoja kinamtosha, lakini huwa tunaongeza viboksi, zinaweza vikawa vitatu ambao itakuwa ni 180 mg. Endapo kama kutakuwa na uwezekano kwa huyu adult pamoja na children ambao wana severe malaria, so hii ita depends kutokana na kiwango ambacho daktari ameweza kuoda. Kwa hiyo wale mathematicians ambao wanatakiwa wafanye calculation ya kwamba mgonjwa ataenda kuinjektiwa kwa kiasi gani katika mwili wake, ni hapo ndio atakiwa kuwa makini. For instance, kama kutakuwa na uwezekano mkubwa kwamba mgonjwa amepewa kiwango cha kutumia, let's say ameandikiwa kwamba mgonjwa atapewa miligramu 60, na tunajua kwamba tunasema kwamba ample 1 ya zile package kuna 1 mils na nyingine ina ngapi? Ina 5 mils ya 5 mils. Kwa hiyo unachukua mils moja unajumlisha na ile 5 mils ambayo inakuwa 6 mils, ndipo unasema kwamba kumbe ile vial ya 60 mg itaenda sawa na 6 mils. Je 60 mg hiyo aliyopewa mgonjwa achomwe, je
atachomwa kwa cc ngapi. Tuna syringe mbalimbali. Sasa tunataka tujue syringe itakayotumika kwa ajili ya kuinject mgonjwa itakuwa atainjectiwa kwa kiasi gani au kwa kiwango gani. Tunasema hapa tuna cross multiplication. 60 mg itaenda mara 6 ml. Je, 60 mg hiyo itatoa mili ngapi? Kwa zile miligram 60 mg over 60 mg zitasisha. Kwa kurahisisha tutabakiza moja. 60 gawa kwa 60 ni moja. Tutazidisha kwa 6 ml hiyo ambayo tunaihitaji sisi, kwamba kumbe mgonjwa atachomwa kwa 6 ml. 6 watt ml. Kwa hiyo utachukua bomba la 10 cc, yani bomba ambalo la sindano ambalo lina ujazo wa 10. Bomba la sindano ambalo lina ujazo wa 10 utadraw. Baada ya 10 umeshachanganya tayari, utadraw ile dawa mpaka pale ambapo pana 6 ml. Utaishia hapo kwenye ujazo wa 6. Then ndio unaenda kuminject mgonjwa. Hapo utakuwa umetengeneza uhalisia sahihi wa dawa, kwamba inaenda exactly na kiwango kiko sahihi. Lakini umeenda tu bila kufanya mathematicians hapo, ukachukua tu dawa ukachoma tu, hujajua kiwango ni kipi au kiwango ni gani. Kwa kweli utadraw dawa tu unavyoweza wewe na utaminject mgonjwa. Sasa hapo hujajua kwamba umempunguzia kiasi au umemzidishia kiasi. Kwa kiasi exactly ambacho kitaenda kama oda ya mgonjwa, kama oda ya daktari alivyosema, utamchoma 6 ml. Kwa sababu umefanya mathematics sahihi. Kwa hiyo hili somo linaendelea, lina part 1, lina part 2 na part 3. Kwa hiyo leo naomba tu niishie hapo kwa kuangalia kiwango ambacho mgonjwa ataenda kuchoma, na utamchoma IV kulingana jinsi, kwa sababu hii ina intramuscular au ina intravenous. Lakini sasa mara nyingi huwa tunapenda sana mgonjwa achomwe intravenous ili asiumie sana. Alafu vile vile atafeel comfortable wakati wa kuminject. Na nashukuru. Subscribe, comment, like and share. Vitu vingine vinakuja vingi sana. Nitajadili masuala ya praziquantel, nitaelezea masuala mengi ya kuhusiana na hernia. Tutaangalia masuala ya moyo na tutaangalia masuala mengine ya uzazi wa ovarian cyst. Tutazungumzia ovarian cyst kwa kina. Thank you for listening, guys. We will proceed later. Mungu atupapo nafasi tutaendelea tena kwa ajili ya kujadili. Lakini hizo ni dawa ambayo inatumika. Dawa ambayo nilikuwa naelezea hapa ni dawa ambayo inaitwa Atusnet, dawa ya sindano ya severe malaria, kwa sababu kuna uncomplicated na kuna complicated malaria. Lakini hizi dawa zinatolewa kulingana na order ya daktari. Atakayosema. Unaweza kukuta na patient anaumwa sana malaria, lakini akatukashauri achomwe sindano, ambao ndio kama hizo ambazo nimejadili hapa. Asante sana guys, God bless you.